Na leo katika kipindi chetu cha Weekend Update tumekuletea taarifa ambayo inahuzunisha hasa kwa hapa ulimwenguni, na hapa naongelea mataifa matatu ambayo yapo katika mkanganyiko ambao usiojulikana mwisho wa hatma ya vita hizi ambazo zitakuwa lini. Inaendelea sana duniani ambapo watu wengi hawakuitilia manani, lakini hivi sasa inaendelea kuchachama wili. Na hapa hususan naongelea vita ambayo inaendelea kati ya nchi ya Israeli, Marekani pamoja na Iran, ambapo mpaka sasa athari kubwa zaendelea kuonekana kutokana na vita hii. Na athari ambazo zimeendelea kuonekana kwa ukubwa hususan baada ya nchi ya Iran kuzuia meli zao 3 za mafuta kusafiri katika mipaka yote ya nchini Iran. Yaani wamezuia meli zao zisitoke katika nchi hiyo ya Iran, hususan limepelekea janga kubwa zaidi duniani kote, ambapo limesababisha ongezeko la bei la mafuta na wananchi mbalimbali wakiendelea kulalama kutokana na vita hiyo. Inaonekana na kueleza ya kwamba Mheshimiwa Donald Trump ataiangamiza vikali hasa nchi hiyo ya Iran endapo itaendelea kutuma mashambulizi yake. Hivi sasa nataka nikupe simulizi halisi kutoka kwa mtangazaji wetu James Mwakayola. Hii ni Kingo TV. Kutoka mataifa mbalimbali zimelazimika kugeuza safari na kuondoka katika mlango wa bahari wa Hormuz baada ya kukutana na onyo kali kutoka kwa vikosi vya majini vya Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu ya Irani IRGC. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambazwa na vyombo vya habari vya Irani, meli hizo zilikuwa tayari zimeingia katika ukanda nyeti wa nchi hiyo kabla ya kupokea mawasiliano ya moja kwa moja kutoka kwa wanamaji wa Irani wakitakiwa kusimama mara moja au kuondoka eneo hilo. Mabaharia walikuwa kwenye meli hizo waliripotiwa kuonywa kuwa kuendelea mbele kungechukuliwa kama kitendo cha uhasama na kungekabiliwa na hatua kali za kijeshi. Tukio hilo limezua taharuki kubwa katika sekta ya usafirishaji wa kimataifa, hasa kwa sababu linakuja sambamba na tangazo rasmi la IRGC kwamba mlango wa Hormuz sasa umefungwa kwa meli zote zinazohusiana na mataifa yanayoiunga mkono Marekani na Israel. Katika tamko hilo, IRGC imesisitiza kuwa hairuhusu tena usafirishaji wa bidhaa kwenda au kutoka bandari za nchi hizo kupitia njia yoyote inayogusa eneo hilo, na kuongeza kuwa vikosi vyake viko tayari kutumia nguvu kulinda uamuzi huo. Mlango wa Hormuz ni moja ya maeneo yenye umuhimu mkubwa zaidi duniani katika biashara ya nishati. Kijiografia, eneo hilo la maji linaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman, na ndio lango kuu la kusafirisha mafuta kutoka nchi kama Irani, Saudi Arabia, Iran, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu kwenda masoko ya Asia, Ulaya na sehemu nyingine za dunia. Takwimu zinaonyesha kuwa takribani 20% ya mafuta yote yanayosafirishwa kwa njia ya bahari duniani hupita katika eneo hilo. Hivyo, tukio la meli 3 tu kuzuiwa tayari limekuwa ishara tosha ya hatari kubwa inayoweza kutokea ikiwa hali itaendelea kuwa mbaya. Baada ya tukio hilo, baadhi ya makampuni makubwa ya usafirishaji wa mizigo duniani yameanza kufanya tathmini ya haraka kuhusu usalama wa safari zao katika eneo hilo. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya meli zimeanza kuchelewesha safari au kubadili njia, huku nyingine zikisubiri maelekezo kutoka kwa serikali kabla ya kuingia katika ukanda huo. Hii inaweza kusababisha msongamano katika bandari nyingine na kuongeza gharama za usafirishaji, jambo ambalo linaweza kuathiri bei za bidhaa duniani. Kwa upande wa kijeshi, hatua ya IRGC inaashiria mabadiliko kutoka vitisho vya maneno kwenda utekelezaji wa moja kwa moja. Katika miaka ya nyuma, Iran imewahi kutishia kufunga mlango wa Hormuz, lakini mara nyingi haikuchukua hatua ya wazi kama hii ya kuzuia meli hadharani. Sasa